Ndugu mpendwa, je, umewahi jiuliza kwa maisha yako, kwa nini wakati wa shida, wakati wa ziki, wakati wa zoruba, Yesu alipata usingizi akalala, lakini wakati wa maombi mlimani, Yesu anasimama anaomba hadi kukesha? Lakini wa mitume wao, wakati Yesu anapanda nao mlimani, wakati wa maombi wanalala, lakini wakati wa zoruba wanalamka, wanahangaika, wanakosa amani. Ni kwa nini? Kwa nini maishani mwako wakati wa maombi ndio wakati unaanza piga miayo, wakati wa neno ndio wakati unaanza kukasinzia, lakini wakati wa kuteta wengine, wakati zoruba inakuja, unahangaika, unakosa amani? Ni kwa nini? Yesu anapata mamlaka na uwezo ya kupumzika wakati wa zoruba, sababu anajua kitabu cha Kutoka 14 mstari yake ya 14, Biblia inasema Bwana atawapigania nyinyi nanyi mtanyamaza kimya. Yaani Yesu alielewa kwamba vita si vyangu, vita ni vya Mungu. Niposa mimi natakiwa kupumzika wakati wa shida, maana ninaye mtetezi wangu yu hai. Na akajua wakati wa maombi nitaomba Mungu anijaze nguvu, lakini wakati wa vita, wakati wa ziki nitapumzika, Mungu afanye kazi yake. Tuna tatizo sana sisi kama vile Wakristo, kama vile jamaa ambao tunamwamini Kristo. Wakati wa vita, wakati tunapata shida, tunahangaika sana, wengine wanakata tamaa, wengine wanatoka kwa msimamo, na wengine wanakufuru hata imani. Lakini nimekuja kukutangazia siku ya leo, hata vita vinuke namna gani, tunaye Mungu muweza yote. Nakwambia hata maadui zako wanakuja kwa njia moja, Bwana ana uwezo ya kuwapiga na kuwasambaza kwa njia 7. Daudi anasema, Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kando ya majani mabichi unilaza, uniongoza kwenye maji matulivu. Naam, nijapopita kwenye bonde la uvuli wa mauti, gongo lake na fimbo lake vyanifariji. Tena Daudi anasema, nilikuwa kijana, sasa leo ni mzee, sijawahi ona mwenye yake ameachwa ama watoto wake kuomba mikate barabarani. Yaani ukiwa mtu ambao unamwamini Mungu, ukiwa mtu ambao unaweka tumaini lako kwa Mungu, Mungu hawezi akakuacha. Naye anasema kila silaha ambayo itatengenezwa juu yako haitaweza, maana mimi Bwana nitakuwa pamoja nao. Kwa hiyo nakutangazia siku ya leo, Bwana akutie nguvu, Bwana akupe uwezo, Bwana akupe mamlaka. Kila adui anayeinuka juu yako ashindwe katika jina la Yesu Kristo. Kama wewe ni mtumishi na umeanza kusikia kama vile utavunjika moyo, Bwana atunze hiyo moyo, akujaze tena uwezo, upako, mamlaka na nguvu katika jina la Yesu Kristo. Kama wewe ni mfanyabiashara, naomba roho ya biashara, roho ya mafanikio ikukamate kuanzia leo. Biashara ipande katika jina la Yesu Kristo. Huko dado unahitaji ndoa, natabiri ndoa juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Huko kaka unahitaji kazi, natabiri kazi ya mafanikio ya baraka katika jina la Yesu Kristo. Mungu atimize ndoto zako zitimie, karama inuliwe, huduma inuliwe, pesa ikutafute kuanzia leo katika jina la Yesu Kristo. Naomba Mungu akubariki uingiapo, akubariki utokapo, baraka za Mungu ziwe juu yako. Yoyote yule anayeinuka kupiganisha nyota yako yoyote anayeipiganisha, radi ya nguvu za Mungu ifuatane na maisha yake, radi ya nguvu za Mungu ifuatane na maisha yake. Mungu akubariki hadi wachawi waokoke. Naombea pia wazazi wako, Mungu awape uhai, wawe hai hadi waone ukifanikiwa, wawe hai hadi waone neema ya Mungu juu ya maisha yako. Ubarikiwe siku ya leo, ubarikiwe siku ya leo, ubarikiwe siku ya leo, ubarikiwe siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Amen.